na haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ameitaja al-Imam Ibn Abi Asim katika kitabu chake As-Sunna kutoka kwa sahaba Iyadh bin Ghanm radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubfi amrin fala yubdihi alaniya walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, anasema mtu yoyote anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka, basi asimdhihirishie hadharani, amkamate mkono wake akae naye faragha, amwambie kiongozi huyo akikubaliana na yeye kwa yale aliyomfikishia, basi hiyo ni sawa. Kiongozi ameonyesha jeuri, akafanya ukaidi, hakutaka kusikiliza yale aliyoambiwa, yeye atakuwa ashatimiza wajibu wake kwake. Kwa hiyo ukipata fursa mfikishie kiongozi. Hili jambo ukilitazama katika uhalisia tulionao, watu wengi hawaitumii fursa hii kwa namna hiyo. Lau mathalan baadhi ya viongozi wataitwa huko kwa wakubwa katika ofisi zao au katika majengo yao ya kiutawala, bwana nawataka fulani na fulani na fulani waje, wakenda pale, asilimia kubwa yanayokwenda pale, badala ya kuyatoa yale madukuduku walionayo yanayowakereketa, zile shida zinazowakabili watu huko mitaani, hawafanyi hivyo. Wakifika pale watasifia, wakitaka kwenda pale na strategic plani zao kuonyesha kwamba tuna miradi hii na hii na hii, tunataka utusaidie, wataomba maslahi yao binafsi. Na haya tuliyaona kwa kiwango kikubwa sana katika utawala uliopita. Watu walikuwa wakisifu, lakini wakija mtaani wanatukana. Akipata fursa ya kuzungumza atasifu, lakini akipanda juu ya mimbari, akiwa madhabahuni, anaonyesha kwamba yeye ni simba, anataka kuwaamanisha watu kwamba yeye anatetea haki. Na sawa sawa, unapokuwa mbele ya kiongozi, umepata faragha wewe na yeye, mwambie maneno ya haki ambayo wewe yaona kwamba haya yana maslaha katika umma. Wewe umekerwa, kwa lugha nzuri na heshima na adabu, kama vile unavyozungumza na baba yako au mama yako. Huo ndio Uislamu unavyotufundisha, na si vinginevyo. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Itakapotokea mtu ametendewa sivyo, basi ahakikishe kwamba asimame katika mstari wa utiifu na usikivu. Na haya ni maneno pia ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Hudhaifa aliyopokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, akieleza kuhusu watawala ambao hawatendi haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaimiza, akamwambia, tasma'u wa tuti'u lilamir, utasikiliza na utamtii kiongozi, watakiwa ufanye hivyo. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa, hata kama mali yako itachukuliwa, bado endelea kuwa msikivu. Fasma wa ati'. Haya ndio mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ukiyatazama yote yanazunguka katika kulinda amani zilizopo katika miji. Haki idaiwe, na kuna njia zake za kuilinda na kuisimamia haki.